Movie inaanza kwa kuonesha gari likiwa linatembeshwa na wanandoa wawili walikuwa wanaimba kwa furaha, na ikiwa ni mwaka 2000, mwaka mpya. Wakati wanaendelea kutembesha, wakaona kuna mwanamke amesimama kando ya barabara. Wakamuuliza kama anaweza kumsaidia kwa maana kutengeneza gari. Kabla mwanamke akajibu, ghafla akavamiwa na wote wakauawa. Yote yakiwa yakiendelea hapa, kuna mapacha wawili walikuwa wanashuhudia yote, ambao walikuwa na watoto wanandoa wao. Wakatoka na kushangaa kifo cha wazazi wao. Na tunatupo miaka mingi mbele baadaye, tunamwona kuna kijana mmoja akiwa ndo anatoka gerezani na ndugu zake wawili, ambao tutakuja kuwajua mbeleni kwamba ni nani na nani. Kijana alikuwa anaitwa Hakimi. Hakimi ndio miongoni mwa wale vijana wawili ambao tuliwaona mwanzoni mwa movie kabisa. Hapo alikuwa akitoka jela na alikuwa anaagana na rafiki yake huyu ambaye alikuwa anaitwa Kumasi. Kumasi alikuwa ni rafiki yake kweli, na hapo alipotoka tu jela akakutana na shangazi yake ambaye ndo aliyewalea baada ya kifo cha wazazi wake. Huyu bwana ana ndugu yake kama tunavyokumbuka kwa mwanzo, lakini tutakuja kujua mbele ndugu yake yuko wapi. Na hapo akiwa anaendelea, mamake anti yake kwa anatoa sifa nyingi kweli. Na tunatupwa tena kituo cha polisi, tunakutana na huyu afande mwingine anaitwa Kala. Huyu afande alikuwa ni afande mkubwa katika kituo hicho cha polisi cha huko kijijini. Wakati wamefika na anti yake kijijini, ndugu Kala alitoka baada ya kutoka gerezani anakutana na jamaa yake wa kweli wa nguvu kabisa aliyekuwa anaitwa Mikel. Huyu Mikel alikuwa ni jamaa yake wa nguvu sana akiwa watoto mpaka kipindi hicho wakubwa. Na hapo kama amechukua pikipiki waende katika mitikasi kuangalia vitu vingine na kuzunguka mtaa, unajua katoka jela kwa hajaujua vizuri mtaa. Hapo tunatupa tena kwa yule polisi, walikuwa na mission ya kwenda kufuatilia genge hili la uzaji wa madawa. Walipoingia tu pale katika lile genge, risasi zikaanza ili kuwashtua wale majambazi na watu wote waliokuwa mule na kuokoa wale watoto, kwa sababu wale watoto walikuwa hawafanyi hivyo kwa kupenda, walikuwa wanalazimishwa. Lakini aliyekuwa kiongozi wa msafara huu alikuwa anaitwa Kamanda Afisa Daniel. Afisa Daniel ndio alikuwa kiongozi huu. Wakati huo kulikuwa kuna adui walikuwa wanashambulia, na yule askari mmoja akamuokoa Afande Daniel kama picha la Kihindi vile. Huyu alifanikisha kumuokoa Afande Daniel, tukimwangalia vizuri ndio Kala ambaye ni ndugu yake na Hakimi. Kala ndio yule miongoni mwa wale mapacha wawili. Hapa tunarudi tena kwa Hakimi. Hakimi alikutana na neiba wake ambaye wanakaa naye jirani. Huyu neiba alikuwa anamchangamkia kweli na alikuwa anaendelea kumwambia ombea hawa kuhusu vitu watu wanavyomzungumzia kwamba sio mtu mzuri, lakini anti yake alikuwa anamwamini kweli kwamba sasa hivi baada ya kutoka jela ambadilika. Na yeye alikuwa anamdhibitishia anti yake kwamba ambadilika. Na baada ya hapo akapewa barua na barua hiyo ilikuwa inahusu Ojuju Boys. Ojuju Boys ni kikundi ambacho kinachosumbua hapa mjini, na kikundi kinamjulisha kwamba katika siku ya 15 Mei watakuwepo mjini tena. Kwa hiyo yeye ajiandae vizuri kuwapokea na watamlipa. Baada ya kupokea hivyo akampotezea, ameendelea kunywa vinywaji. Kabla hajamaliza, anti yake kamfuata tena akamwambia usijihusishe tena na mambo ya hovyo ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yako na kurudisha tena gerezani. Mimi hapa nateseka sana bila uwepo wako wewe. Lakini Kala akamwahidi anti yake kwamba hatarudia tena tabia za hovyo ambazo zitampelekea tena kurudi gerezani. Na hapo wakati huo akawa anakuja ndugu yake ambaye ndo afisa wa polisi ambaye ito Kala. Huyu Kala anakuwa anaona kama ndugu yake anamdisappoint kweli, kwa sababu yeye ni afisa wa polisi afu ndugu yake Hakimi ni jambazi na anajihusisha na magenge kama hiyo Ojuju Boys. Na kumbuka Ojuju Boys ndio genge kubwa ambalo linaogopeka hapo mjini. Lakini yeye Hakimi alikuwa anazidi kujitetea kwamba mimi nimebadilika na siwezi tena kujihusisha na sitakamatwa tena. Hapo wakati wanatoka, bi mkubwa kwa sababu anampenda sana Hakimi akamshikisha na hela, lakini kuona vile akasema anti unamdekeza sana huyo. Kamanda wa polisi anasema kwamba ndugu yake anadekezwa kwa sababu anapewa hela na anapendwa na anti yake. Basi bwana yule askari akaondoka, lakini hapo wakati amelala ile Hakimi akawa amevamiwa. Kuvamiwa hivi kuangalia ndo ni kumbe ni washikaji zake wa Ojuju Boys ambao ni kikundi kile cha wauni. Baada hapo wakakumbatiana kweli, makumbato mengi kwa sana,
na wakakubaliana kwamba tupe namba, tutakutana tena kwa sababu sisi ni familia. Turudi kwa upande wa polisi. Kule upande wa polisi wanazidi kutoa hoja na kuchangia kila kitu kwa kuhusu Ojuju Boys na jinsi gani watakavyokamata na kukomesha biashara zao na matukio yao haramu. Bwana Kala akawa ametoa point ya jinsi gani watakavyoweza kuwakamata na njia gani wasitumie. Lakini ile point kama imeonekana kama imekataliwa na kila mtu akawa anazidi kumwataki kwamba hiyo point yake haitakuwa na mashiko wala haitaleta manufaa katika mission yao. Basi bwana Hakimi akawa ameingia club kukutana na waoni wenzake wengine. Amekwenda kukutana na rafiki yake wa zamani anaitwa Kobla. Huyu Kobla ni rafiki yake ambaye walikuwa wanashirikiana katika ujambazi. Na hapo Kobla kana muelezea kwamba sasa tuko na ndugu mwingine ambaye ana nguvu na ana silaha za kutosha. Ambaye huyu anaitwa Shadow. Huyo Shadow ndo kama meneja wao mpya ambaye yeye ndo kuna support na facilitate kupata silaha na kupanga mipango mingine. Baada ya hapo akawa ametoka nje, akamtoa nje Kobla kwamba tutawezaje kumwamini huyo Shadow. Lakini Kobla alimhakikishia kwamba Shadow ni mtu ambaye tumefanya naye kazi na hawezi akatuchoma na tutagawana. Lakini kwa upande wa Hakimi akawa bado na mashaka kufanya kazi na Shadow. Lakini kwa sababu anamwamini huyu Kobla na wamefanya kazi nyingi, akawa anazidi kushawishiwa ili akubali kufanya kazi na Shadow. Na Kobla akazidi kuelezea uzuri wa Shadow na manufaa atakayopata ukifanya kazi na Shadow. Lakini kwa upande mwingine tunamuona tena Kala ambaye ndio yule pacha wa Hakimi ambaye ndio afisa wa polisi sasa yuko katika birthday party ya Afande Daniel. Na huko akawa amekutana na bidada mmoja ambaye alikuwa mpamiana na wakawa anamsaidia kuosha vyombo, kutengeneza kwa ukaribu fulani hivi. Kama hapo. Wakawa wanaongea piga story 2-3 ndipo Kala akamwambia naweza kukusaidia kuosha vyombo. Madamu akajibu kama unaweza njoo nikuone. Basi akasogea pale huku anaendelea kuosha vyombo taratibu huku na stories zinalika. Kama story amerudi kituo cha polisi na akaambiwa kwamba kuna kesi mpya na itabidi ifuatiliwe kwa umakini zaidi. Akaanza kupanga mikakati jinsi ambavyo watafuatilia kesi hiyo na wataweza kuifanikisha yeye pamoja na huyu afisa mwingine. Basi bwana mipango ikazidi na kwa upande wa ndugu yake Hakimi akawa amekupelekwa rasmi sasa na Kobla kwa Shadow ili waanze kufanya kazi na wapange mipango na mikakati ya jinsi gani watakavyoendeleza Ojuju Boys. Ojuju Boys inatakiwa kuendelezwa nao. Na kwa sababu ya Hakimi ni master plan kwamba ana mipango mingi na mipango yake haishindwi, ndio maana alikuwa anamhitaji sana hawa Shadow na Kobla waungane naye ili wafanikishe mambo mengi. Kumbuka hawapo peke yao, wana timu nyingi. Lakini akamwambia kwamba ninamtaka mimi rafiki yangu ameitwa Kumas ambaye alitoka naye jela kama tunakumbuka, kwamba nikipanga naye mipango vile tukiwa watu watatu wote kama tulivyoonyeshwa pale mwanzo wa movie kwa watu watatu wanatoka jela, kwamba mipango itaenda vizuri. Basi bwana akaruhusiwa kwenda kuwatafuta na akakusanya wenzake wote moja kwa moja kuelekea katika silaha. Silaha zimechimbiwa chini ya handaki kama tunavyoona na wakashuka kwenda kuchukua silaha kwa kujiandaa na mashambulizi na mapambano yatakayoajilia. Miezi mitatu baadaye ikiwa ni usiku wa saa 6 tunaona gari la polisi lililokuwa linasafirisha pesa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa utulivu zaidi ni majira saa 6 usiku. Ukiwa kumetulia ghafla kuona kama Kinyago na Mwanasesele uko mbele. Wakaulizana ni nani anataka kutishia saa hizi usiku? Hajui kwamba si ni polisi. Ghafla kuona kuna mtu mwingine anakatisha mbele ya gari na pikipiki imewasha taa kuelekezea polisi. Kwa haraka zaidi wakaanza kuomba msaada lakini wakawa wamechelewa kwa maana gari lao lilipigwa bomu na kupinduliwa juu chini. Na bila kupoteza muda kuna vijana wengine wakawa wametokea katika gari la pipa la takataka na kulifuata lile gari la polisi moja kwa moja na kuwatoa polisi wale nje na kuwapangisha mstari ili kuweza kufanya tukio waliokuwa wanataka kuchukua pesa zilizopo wanaweza kuzisafirisha. Na kwa bahati mbaya kulikuwa kuna huyu polisi mmoja aliyekuwa anajifanya kielele na anataka kupiga simu au kuchukua hiyo hapo mzigo.
na ghafla akapigwa risasi. Kitendo kile kilikuwa kimemkasirisha sana Hakimi kwamba kwa nini amempiga risasi, na lengo lao sio kupiga polisi risasi wala kuua mtu yoyote yule. Lengo lao ni kuchukua pesa na kukimbia. Kwa alikuwa amekasirika sana mpaka anafika hapa, alikuwa bado ni mtu mwenye jazba, na alikuwa anaanza kuwashautia wenzake kwamba kwa nini mmemuua? Kwa nini mmempiga risasi yule? Shado akawa yeye anakazia kwamba itabidi afe kwa sababu alikuwa anifanya yeye ana kelele. Ile swala alikumpendezesha kweli Hakimi. Na kwa upande huu wa ndugu yake Kala ambaye ni afisa polisi, alikuwa tayari ashakuwa yule mpenzi wake aliyekutana naye kule ambaye ni ndugu wa afisa Daniel alikuwa na mimba. Na baada ya kujulikana kwamba na mimba, wakakubaliana kwamba wataoana kwa kama kandoa ka mtindo, na akana Kala kwa furaha zaidi akame amerudi tena kazini. Anafika kazini huko ametoka na furaha zake, anapewa kesi kwamba kuna polisi ameuawa katika shambulizi lililofanyika usiku wa jana yake, na waliofanya shambulio hiyo wanasema alikuwa ni vijana wengi, na kwa ikawa ina relate katika kesi yao ya Ojuju Boys. Baada ya kurudi na kwenda kuchunguza, na kutokana kulikuwa kuna kijana mmoja aliyekamatwa katika shambulizi hilo. Lakini kijana huyo baada ya kupiga kweli, lakini bado hakuwa tayari kutaja kwamba ni nani na nani waliomtuma wala waliokuwa wanashirikiana nao katika tukio hilo lililofanya, kwa sababu kama inavyojulikana sheria za wauni haumtaji wala haumsnitch ndugu yako. Na yeye pamoja na kuuliza kwa anacheka tu kwamba unajua kwamba tunaweza tukakusaidia uepukane na hii. Yeye alikuwa anacheka kwa hiyo kabisa hawatapata chochote. Ikiwa ni usiku tena ambapo Hakimi alikuwa anaendelea kuangalia mashambulizi katika waliofanya jana usiku mtandaoni na kuendelea kuchukizwa, lakini huyu bidada aliyeitwa Kamet alikuwa anaenda kumbembeleza sana Hakimi kwamba arudi calm down na harudi katika hali yake ya kawaida, kwa sababu ulishatokea na ulishotokea, tuingie mzigoni kukamilisha mission yetu ili tupate pesa nyingi na tuachane na maisha haya. Baada ya mibembelezo mingi, Hakimi mwishowe akakubali na akasema isitokee hivyo tena, na mimi sipendi kwamba tunavyoua watu, kwa sababu tunavyoua watu Kala baada ya kuja kwa anti yake anashangaa kuna vitu vingi vipya. Anaona kuna friji AC. Akamuuliza anti kwamba anti, naona kuna mabadiliko. Anti akana mshangaa akasema hapana, ni Hakimi. Hakimi sasa amekuwa kijana mwema, kijana ambaye anafanya kila kitu, anapiga kazi kwa bidii. Kusema una hakika kwamba hajarudi kwenye magenge? Anti akaishua pause. Anti akamwambia hapana, sasa anafanya kazi nzuri. Akasema lakini kilichonileta hapa anti, nimekuletea kadi moja tu ya mwaliko wa harusi yangu. Uje peke yako ndio maana nimeleta moja. Sasa kwa nini umeleta ndugu yako? Yule ndugu yako pachako kabisa. Kwa nini? Anasema anti, nimekuletea kwako tu. Hapana, unafanya vibaya. Huyo ni ndugu yako, pacha yako. Kwa nini unamtendea vibaya? Kisa alikuwa na kesi tu. Nikasema hapana anti, nimemaliza na naomba uhudhurie katika sherehe yangu. Asante. Sina mengi ya kusema ila nikuone katika sherehe yangu. Na wakati huo Hakimi akawa anarudi na kuona kuna kadi pale. Baada ya kusoma akagundua kwamba ndugu yake anaoa. Siku ya harusi ndinga nyingi zimepangwa pale. Wadosi wanaingia kula pamba nyingi kali. Ambapo tunaona Shado, Dula, Kumasi wote wamekula pamba na Hakimi. Wote wameenda katika sherehe ya kamanda polisi Kala. Na Kala kwa sababu kupendezwa na ujio wao alikuwa anaitikia hivyo, lakini alikuwa amemind anti kwamba anti ndio kasababisha yote hayo, na maana akamwalika Kala kamwalika anti amemwalika Hakimi kawalika washikaji wake. Sherehe ilivurugika kweli, ni mimoshi tu. Huko Fande Dani alikuwa ameona kitu, na upande wa polisi wa jela huko kuna mshtumia mwingine amekamatwa na anahojiwa, lakini alikuwa anasema shit tu kwamba Ujuju hauwezi ukakamatika kizembe, na hakuna mtu ameweza akakamata Ujuju. Akaniambia kwa nini mnakuwa mnajiamini sana? Yule akajibu tuko wengi na tuna nguvu. Akasema Afande Kala kana zidi kushangaa kwamba wanajiamini sana hivi kwa sababu gani na nani nayo yuko nyuma yao? Huku Ujuju Boys wanaendelea kupeana hug na hashtag nyingi
kwa kufanikisha mission yao iliyopita na kuonekana kwamba wana mission nyingine ya kuifanya, ambapo itabidi sasa waende katika kituo cha bank kwenda kuvamia. Wakati Shadow anaenda kutoa mipango itakavyokuwa, kila mtu atakuwa anaitikia na anaitikia isipokuwa Akimi. Akimi alikuwa anasema ni juzi tu tumetoka kuvamia na kuwapola wale polisi, alafu leo tuende tuvamie tena benki. Haiwezekani kwa sababu ni muda mfupi sana. Kwa yeye Shadow kwa sababu ndio mkubwa pale, anasema kwamba tupige kula, unaotaka kwenda kwenye mission au unaotaka kubaki. Majority ndio ambao watu wengi wakawa wamekubali kwamba twende tu twende mzigoni tu. Ikampelekea Akimi kujitenga, na kama kawa Sumati akawa ameenda kumpoza tena. Wakati kabla ya mambo yote yanavyoelekea, muda huo Kala ambaye ni polisi akawa amefika pale. Akasema nimekuja kuwashukuru ndugu zangu kwa kuhudhuria katika sherehe yangu. Lakini si kweli kwamba amekuja kuwashukuru tu, walikuja kufanya upelelezi kwamba je, hawa ndio Juju Boys na kama ataweza kupata kithibitisho chochote cha kuwakamata. Lakini wale wakawa wanaendelea kusema kwamba ndio sisi ni wamiliki, lakini kama unavyoona hii ni go down na tunafanya ni kama garage. Kwa hatuna kitu chochote. Majira ya usiku wako pub, yule Sumati akaenda kumuelezea Cobra kwamba kama vipi Akimi mbona anaongea kitu kizuri? Kwa nini tusimshauri? Tusiungane naye tu. Kwa kama wakakutanisha Cobra na Akimi wapatane tena. Pamoja na yote Akimi akakubali tu kishingo upande kuungana na Cobra tena ili waingie katika hiyo mission nyingine. Lakini akasema ni hatari, tunachofanya hichi tuna risk maisha yetu. Lakini kwa upande huo yeye akawa Cobra anajiamini sana na endelea kucheka tu kwamba watafanikisha na hakuna kitakachoendelea. Baada ya yote usisahau kusubscribe na kuturn on ili kupata mwendelezo na kipande cha pili, ambayo hii ni part 1 na kutakuwa na part 2 yake.